watoto. Shida ya siku hizi Kenya hii, kiongozi anajua ku-identify problem lakini hana suluhu yake. So akiona kwa gazeti leo, unamuona kwa press conference, bei ya mahindi, bei ya mafuta. Sasa jameni, unatafuta uongozi, si kwanza utengeneze ile ambao uko nayo. Unaenda kupiga nduru, unapiga nduru. Why do you want to be a leader? Si uachie basi wale wanataka kufanya kazi waendelee. Ama ni namna gani? There was a bit of engagement from the birds around here, and I thought there was some distraction. But it is not about the birds, it's about the instructions that were given to them. Let me welcome you again to this morning brief. I appreciate that it's not very warm around here, but I think it keeps all of us awake. There was a bit of engagement from the birds around here, and I thought there was some distraction. But it is not about the birds, it's about the instructions that were given to them. I think the person who instructed the birds did not give them the correct time. Hata wakati wa uhuru kulikuwa na afadhali, tulikuwa tuna access State House, tunaingia ndani, tunapiga matoti, tunapiga mastori. But sasa hao watu waliingia, kina Faruku, utafikiri wao ndio wamechaguliwa kama rais. Matapeli ndio wamezungusha Rais Ruto. Na hawa ndio advisors, especially the economic advisors. Mimi nawaambia chungeni sana. Hakuna kitu hatari kama mdomo tamu ikuje ikuambie vile atafanya, na yale anakuambia atafanya wakati alikuwa na uwezo hakufanya. Lakini leo anakuambia mimi nitakuja kufa. Hey. Tunaelewana? Tunaelewana? Na ndipo nasema wenzangu wa Bungoma, kwirama inywe mayagai murete na muthenya umwe ni mukamenya ni murete tondu muni hasera inywe mayagai kuri muthenya mugoka mwionere mahali eri. Na niye ndire na guoya wa kumwira uguo kimacho tondu ni ma mbere ya Ngai uria ndiramwira ni ma. Ukerwo inywe mwagite tondu muni hasera. Unajua hapa State House pale nyuma, watu ambao wanakuja hapa walikuwa ni wale wadosi. Sasa juzi kuna jamaa mmoja alikuja hapa State House, alafu wakati alirudi akasema, nimeenda pale State House. Pale State House huyu rais ameshusha sana kiwango ya State House, kwa sababu wale watu wa huko State House siku hizi ni watu tu hivi, yani watu kwa sababu hapa ilikuwa ni lazima uwe waziri ama uwe PS, governor wa mali fulani, ambassador wa mali fulani, lakini siku hizi hata bodaboda wako around. Ndio? Na hakuna makosa. Si ndio? Kwani iko makosa? Hakuna makosa. Kwa sababu tunataka nchi ambayo imeshikamana. Pigeni
Not problem talkers. Unaongea pale kwa soko, unalia. Sasa mwananchi anakuangalia anasema, sasa unataka mimi nifanye namna gani? Unataka mimi nifanye namna gani? We need people who are willing and committed to providing solutions, because problems will never end. Utalala leo ukifikiri umesuluhisha ya jana, uamuke upate ingine mbele yako. Tunaelewana wenzangu? That is the way of life. So let us teach our people to be problem solvers, to recognize that problems come, but our objective, our duty is to resolve those problems, not to groan about them, because they will always be there. They will always be there. Kwa hivyo wenzangu, mimi nasema Mungu awabariki kwa majadiliano mtakuwa naye. Muongee vyema. Mimi nitaendelea kusukuma Joho ahakikishe amewapeleka lunch, hata kama anataka mimi nimsukumie kwa kitu kidogo nitamsukumia. Mnasema birds invaded State House. Those were not birds. Those were Gen Z who were killed coming into State House as birds. It means that those who were killed, the Gen Z who were killed by the government, they are restless. They are not at peace. So ukisema kwamba birds invaded State House, it means that those who are not birds, I'm telling you, get me clear. Those who are not birds, those who are Gen Z who are killed by the government, those who are Gen Z who are abducted, and you know very well up to now, there are some people wenye hawajawai patikana. For example, those bodies, zile mili zilipatikana pale Kware, up to now, hatujawai ambiwa walipatikana aje huko kwa Kware. So ukisikia watu wanasema birds invaded State House, those were not birds. It's just a sign that the souls that were killed are not happy. They are restless. They are still here. And they can come in the form of a bird. So, this shows that we are in a danger as a country. The so-called leaders who participated in the killing of Gen Z, abduction of Gen Zs, the signs are on the wall. You can see that birds can invade State House. No, those are not birds. Those are not birds. I'm a spiritual person, and I will tell you that those who are not birds, those who are Gen Zs who were killed. And I'm telling you this, stop talking to us about 2027. 2027 is still very far. There are so many things that are going to happen in the process. So stop saying birds invaded State House. Say that Gen Z who were killed invaded State House in form. People, allow me to disrupt your evening. Now, just imagine millions of birds visited the State House Nairobi today. And just imagine the President William Samoei Ruto had to give a brief to his team. Lakini ile kitu ilimshtua hakupata ule ujumbe. Si Wakenya munisaidie mumwambie, this is a message from heaven. Mene tekel. People, they don't like him. Si mumwambie namna hiyo tu. Munisaidie ujumbe ifike. Are we going to count the planes up to 10? I don't know. Tunaelewana? Kuua askari yetu, kwa nini nimpembeleze? Hata sisi tutawamaliza. Waende. Na hakuna, I have no apologies to make. None whatsoever. They reminded residents in affected areas to play their role, saying they would equip Kenya police reservists in those areas. Hakuna mtu ako na haki ya kuchukua maisha ya mwenzake. Hakuna mtu ameamulia yeye ni Mungu. Ukija hivyo na sisi tutakuja hivyo. But some leaders have objected to the curfew imposed earlier. Mtu ambaye anaenda kuchoma biashara ya mtu mwingine, mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine, mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. In your party,
Hata tukiambiwa sijui tunaenda kwa zingine ati nakwambia jameni wa Kenya naona mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi. Unda na usimamishe chama chako. Kuwa na sera zako kama mwanaume, kama Cyrus. Sio kuzunga huko ukitoa mambo ya upuzi ambaye haipeleki nchi pahali. We want a united country. We want a vibrant democracy. And we want the will of the people to be that shall prevail. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni namna hiyo? Kwa hivyo mimi sitaki kusema mengi, mnajua mimi ni mstaafu. Lakini kusema mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza.